sana. Karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Tumepatana tena kwenye show yetu ya kila wiki. Na kila wiki huwa nakuletea video tu. Kaa pale ukitegea kila wiki unatembelea channel unaangalia kama kuna video ambayo nimeweka pale. Na nimekuwa nikikuletea baadhi ya wasanii na nitakuwa nikikuletea wasanii wengine zaidi. Na kwenye show niko na msanii mwingine ambaye nitakuwa nazungumza na yeye kwenye show yetu. Kama ni mara yako kwanza kukutana na video zangu, na kuomba tu ukaweze kunisupport, na support ambayo nahitaji ni ya wewe kuweza kusubscribe kwenye channel yangu, weka comment yako pale, alafu unaweza ukashare link ya video yote ambayo utaweza kupenda na contacts zako na marafiki zako, na ndapata kushukuru sana tena zaidi. Hapo uko pale nyumbani na wewe ni msanii ama kuna kitu ambacho unakifanya ungependa tukaweze kupiga bonge la show, bonge la entertainment, unaweza kuwasiliana na mimi. Nami iko pale tu kwenye screen, angalia pale, kisha ingia kwenye WhatsApp, niandikie message pale, ama unaweza kwenda kwenye Facebook page yangu, unaweza ukanipata pale ya Tomaso Senior. Enda pale tu ukaweze kuni DM, enda pale ukaweze kuniandikia message na nitaweza kupata, kisha tutaweza kupanga show na wewe jinsi ambavyo tutaweza kufanya ile show. Itakuwa ni vyema sana tena zaidi. Niko na mwimbaji hapa ambaye ni msanii ambaye anachipuka tu, na ningependa kaweze kujitambulisha, akaweze kutuambia majina yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sarafin Nekesa. Nimeokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mambo ya muziki ulianza lini? Muziki nilianza kitambo kidogo, nikiwa mdogo kama miaka 8 hivi ndo nilianza muziki wangu, lakini hii kuimba tu but si kurecord. Ilikuwa kuaje mpaka ukakuta kwamba umeanza kuimba? Tuambie safari yako ya kwanza uimbaji ilikuwaje? I think ni wito tu, cause ilifika tu mahali nikajiambia talent yangu ni gani na Mungu ameniita ili nimfanyie kazi gani. Nakumbuka ndio nianze kuimba, nilikuwa shuleni, nikajiunga na kikundi cha drama shule. Hapo ndipo niliimba, nikaona kwamba ninaweza imba, ndo nikajiambia kuliko ninyamazie hii kipaji, wacha tu nianze kuimba. Hapo ndo nilijikuta nimeanza kuimba. Kama kawaida kuna yule ambao kila mtu anakuwa akimtazamia, anaitwa role model. Na sasa ningependa kusikia kuhusu role model wa mwimbaji wetu wa wiki. My role model Martha Moipaja. Mimi napenda tu muziki wake, jinsi anavyoimba. Na ni mwimbaji ambaye yani si ati ana force, like nyimbo zake ziko tu soft hivyo, alafu ziko na message. That's why nampenda. Kuna ile siku ya kwanza ile kuingia kwenye studio kurecord, ilikuwaje? Haikuwa mbaya kwa sababu nilikuwa nishazoea kuimba, so niliona tu ni kama ni easy. Ningependa kujua kama kuna support yote ya kimuziki ambayo umeweza kupokea tangu ulipoanza mambo yako ya uimbaji. Hakuna. Huwa nasema kwamba kila jambo linakuwa liko na challenges zake, na wewe kama mwimbaji wa nyimbo za Injili tuelezee challenges ambazo umeweza kupatana nazo. Challenges nazo haziwezi kosa, cause unaweza fika mahali unataka kutoa muziki, una pesa, una chochote na uko na muziki, so unapata inakuwa difficult kidogo. Ungependa kusapotiwa vipi katika mambo yako ya usanii na uimbaji, ama mambo yako katika huduma ya uimbaji? Ungependa kusapotiwa kivipi? Kusapotiwa labda nipate tu mtu ambaye anaweza ni support kwa kunirekodia wimbo. Hivyo tu. Alafu kwa kuni encourage. Ningependa kujua tu kama church wanakusupport ama kanisa wanakuwa wanaweza kukupatia ama wanakuwa wanakupatia support ambayo kama mhuduma anahitaji. Je, kanisa na kusupport? Hapana. Kuna swali hapa na mimi napenda kuuliza wasanii wa nyimbo za Injili. Je,
pastors wa Kenya ama Kenyan pastors ama Kenyan preachers, je, wana support waimbaji wa gospel? As for me, mimi sijaona. Kuna swala la kizushi hapa ambalo ningependa ukapate kuzungumzia mambo na waimbaji wa gospel na mavazi, mavazi, dress code, the way waimbaji wa gospel wanakuwa waki dress. I think mavazi ni choice ya mtu, lakini ikifika ni church, mtu unavaa decent. Yeah, si ukuvaa tu, bora kuvaa mavazi bora. Tuelezee kuhusu social media platforms, unapatikana kivipi na wapi? Facebook napatikana Seranesh, TikTok Seranesh, YouTube Minsera, MIN Sera. Kuna wale ambao ni upcoming, wasanii ambao wanajitokeza, ungekuwa na lipi la kupata kuwashauri ama ungependa kuwaelezea lipi ama kuelezea nini wale ambao ni waimbaji ambao ni upcoming? Mimi naweza waambia wajitume, like huduma si rahisi, ni kujitolea, na kazi ya Mungu pia ni kujitolea. That's why kuna mwimbaji amesema kazi ya Mungu tuifanye kwa moyo, si kusukumwa, ni kujitolea kutoka kwa moyo wako. Hata iweje, wewe jitume tu na Mungu ataendelea kukushika mkono na atakusaidia. Kwa maana hii huduma ni sisi wenyewe kujitolea na ni Mungu ambaye ameiweka ndani yetu. Yeah. Kuna jambo lingine hapo, nakuta kama wale ambao wanakuwa ni wasanii wa gospel ama waimbaji wa gospel, unakuta kwamba mtu hana kanisa ambalo anashiriki ama hana mother church. Anakula ambako anapata kukua na kulishwa neno. Unakuta kwamba mwimbaji anakuwa ana hope kutoka kanisa moja kwenda kwa kanisa nyingine, anatoka kwenye hii huduma anaenda kwa huduma nyingine. Yaani anakuwa ni mwimbaji ambaye anakuwa ni kutangatanga tu, kurandaranda, hana kanisa, hana msimamo wa mahali ambapo amepata kutulia. Je, unalipi la kuweza kuelezea kuhusu mambo kama hayo, na kuna umuhimu gani wa mwimbaji kukuwa na mother church ama kukuwa na kanisa, hata kama atakuwa tembea kwenye zile makanisa ambazo ameitwa kwenda kuhudumu kule, lakini unakuta kwamba anakuwa bado yungali yuko na mother church? So unalipi la kupata kuzungumzia kuhusu na mwimbaji kuwa na kanisa? Kwanza hapo kwa kurukaruka church huku na huku huku na huku, as for mimi sioni kama ni poa, because by the way kuna madhabahu mengine si mazuri. Huwezi jua hiyo madhabahu imejengwa kwa msingi gani. So to maintain church, hiyo nayo ni kitu ya muhimu, because unaweza ruka from one church uende kwa church nyingine na kumbe ndio unaua kipawa chako. As for mimi imenifanyikia from church to church, nimetoka church nyingine niko sawa, lakini kafika ni church nyingine huduma inarudi chini, unafika mahali hata una moyo wa kufanya muziki, like unahisi tu muziki sasa ni ya nini gani, kumbe si ati ni kukufa moyo ama kufanya nini, ni like ni madhabahu tu ambayo imejengwa. For that mimi na support kuwa na church moja, si kuruka church from church to church, because hiyo inaua huduma. That's what I can say. Haya, nikuulize swali lingine hapa. Kuna mwimbaji mkubwa ambao unakuwa ukimtazamia tu unasema kwamba nikipatana na huyu naweza nikafurahia sana kuweza kufanya kazi na yeye, ama ningependa kurekodi na msanii huyu nyimbo yangu siku moja, ama ningependa kuweza kufanya na yeye nyimbo kadhaa siku moja. Ndaka ukaweze kutuambia mwimbaji mkubwa ambao ungetamani kuimba na yeye. Rose Muhando. Like zile nini anakuanga nazo, vibes zake, moves zake, ni mtu amechangamka, like yani ukimwangalia tu ni mama mwenye ako na bidii. Yeah, hivyo tu. Huwa nasema kwamba ukiwa mwimbaji wa gospel sana sana, ama tukiwa Mkristo tu, ni vizuri kama unaweza kuwa na memory verse, ile Bible memory verse. Na unakuta kwamba watu wanafikiria kwamba memory verse ni ya watoto wa Sunday school, lakini la asha. Kila Mkristo anastahili awe na memory verse, na ningependa ukapate kutuambia your favorite memory verse. Mimi yangu tu ni John 3:16. Huwa najiuliza kama like venye huwa inasema for God so loved the world that he gave his only begotten son. Kama angemtoa huyo mwana wake wa pekee tungekuwa wapi sasa hivi? Huwa nakaa najiuliza, alitoa huyo mwana wake wa pekee ndo hata sisi tuokolewe, ndio pia sisi tukue na uhuru. Vitu kama hizo. Tuelezee muziki wa Kenya. Muziki wa Kenya uko vipi? Hususan gospel. Muziki wa Kenya wa gospel uko vipi? It's not bad. It's good. Na napenda muziki wa Kenya sana. Yeah. Tunapomalizia show, unalipi la kuwaelezea watazamaji na wasikilizaji
wale ambao wanakufuatilia na wale ambao wanafuatilia show hii ama interview hii, unalipi la kupata kuambia? Mimi ningewaambia tu waendelee kusupport muziki wa Kenya, waendelee kutushikilia mkono, waendelee kwa ukiona muimbaji anajituma, we jaribu tu kumshikilia mkono, like hata ikifika ni kama umeona wimbo wake, comment, subscribe, do such things, ndio ili tuweze kuwainua pia. Kwa hata sisi inafika mali tunajiona ni kama tunakufa moyo, kwa maana hakuna mtu mwenye anatushikilia mkono. Hata comments tu pia zinasaidia. Haya, sasa swali lingine hapa, unajiona ukiwa wapi in the next like 5 years, in the next like 2 years, unajiona ukiwa wapi? Najiona nikiwa mbali sana. Yeah. Cause ninajua vile nimeanza, Mungu ameanza na mimi, na nikiendelea Mungu ataendelea na mimi. Ninajua atanishika mkono, ataniacha. So ninajiona mali penye nimeanzia na mali penye niko, naona ni kama niko mbali kidogo, lakini si vile, but for the next 5 years hapo 10 years takuwa mbali sana sana. Sasa ungependa watazamaji waweze kukusupport vipi? Mimi ningeomba tu watazamaji wale wananitazama, wale wananisikiliza, mwingie tu pale YouTube, usearch Minsera. Ukipata Minsera hapo hivyo unsubscribe, ushare, bado ucomment. Nitashukuru tu sana, kwa maana utakuwa umenisaidia pale pakubwa. Yeah. Na Mungu azidi kuwabariki. Mtazamaji, huyo amekuwa ni msanii wangu wa wiki ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za gospel ambaye nimekuwa na yeye kwenye mahojiano haya, na ameweza kutuelezea kuhusu safari yake ya uimbaji na kuhusu mambo yake ama huduma yake ya uimbaji. Unaweza kumsupport, enda pale kwenye social media yake, enda pale kwenye YouTube, enda pale ukaweze kumsupport. Subscribe to search, jina liko pale kwenye screen, search. Alafu watch ile kazi yake ambayo iko pale. Baada ya kuwatch unaweza ukashare link ya kazi ile na marafiki zako na contacts zako. Alafu unaweza weka comment, unaweza ukaweka comment pale. Alafu una subscribe. Jambo kubwa hapa ni kusubscribe. Unaweza ukasubscribe kwenye channel yake. Itakuwa ni vyema sana. Unakuta kwamba kuna watu ambao wanakuwa wanaangalia kazi ya watu wengine, unapata mtu ana watch video yako lakini anakosa kusubscribe ama anasahau kusubscribe. So mtazamaji, ukiwatch kazi ile kwenye YouTube, usikose ama usisahau kusubscribe, nitakuwa ni ya baraka sana. Tukutane kwenye video yangu next, ama tukutane kwenye interview next ambayo itakuwa ni wiki ambayo inakuja. Usikose kufuatilia kazi hii, usikose kufuatilia channel hii. Kuna video ambayo nitakuwa ninakuwekea. Tukutane kwenye video next. Karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Thank you and karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show.